Shetani ni roho, na hii roho ndiyo inayo operate. Shetani ni roho. Kwa hiyo anachokifanya shetani ni kuvamia kwa kutumia mazingira, tamaa, mwili, milango kadha wa kadha. Milango ya fahamu hii unayoiona inaweza ikatumika pia kumkaribisha shetani kwenye maisha ya mtu. Shetani anaweza kutumia macho yako akaingia na akaathiri moyo wako. Ayubu 31 mstari wa kwanza, Biblia inasema, mtumishi wa Mungu Ayubu anasema, nimeweka agano na macho yangu, nawezaje kumwangalia msichana? Shetani ni roho, anaweza kutumia masikio, anaweza kutumia pua, harufu, anaweza kutumia hisia. Shetani ni roho, na anapopata nafasi na ndio maana Biblia inasema kwenye Wakorintho wa kwanza 15:33, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Maana yake shetani anaweza kutumia hata masikio, unachokisikia, akaingia akaenda kukaa kwenye moyo wako na akaanza kuoperate kupitia moyo wako, akaanza kuoperate. Ibilisi akaanza kufanya kazi. Na ndio maana Mathayo 15:19 anaandika habari ya ajabu sana. Hata ukisoma Marko 7:21 mpaka 23, Marko 7:21 mpaka 23, anaongea kitu kile kile watumishi wa Mungu wanasisitiza kwamba mioyoni mwa watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, uongo, matukano, zinaa na vitu vyote vibaya kutoka kwenye moyo wa mtu. Sasa unawezaje kulinda moyo wako? Ni kwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usalama wa moyo wako ni Yesu. Huo uzinzi unaokutesa sio wewe, ni roho ya zinaa ambayo inamilikiwa na ufalme wa giza. Ukisoma Ufunuo 9:11 anasema kuna roho za zinaa ambazo zinaishi kuzimu, na moja wapo anaitwa Abaddon, ambaye kwa Kiyunani anaitwa Apollyon. Hizi ni roho za zinaa, na ni roho zinazokamata ufahamu na kumfanya mtu aipende dunia na awe adui wa Mungu, sawa sawa na waraka wa kwanza Yohana 2:15. Sasa unamhitaji Yesu ili uweze kushinda uongo, kushinda hasira, kushinda uchungu, uweze kuishi maisha mepesi ya kuridhika duniani. Hiyo tamaa ulionayo sio wewe, kuna roho ya tamaa. Nisikilize, unamhitaji Yesu, si wewe. Nisikilize mpendwa wangu, sio wewe. Ukiona mtu ni mchawi, ujue kuna roho ya uchawi ina operate, si yeye. Hakuna aliyezaliwa anajua uchawi, ila shetani huwafundisha. Kuna roho ya uchawi. Hakuna aliyezaliwa anakunywa konyagi, hapana. Ila kuna roho nyuma ya konyagi inayomfanya mtu aweze kuwa mteja wa konyagi. Sasa hakuna aliyezaliwa ni shoga, ila kuna roho ya ushoga, homosexuality spirits zipo. Sasa dawa ya hivi vyote ni Yesu. Ni Yesu. Mpokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, aweze kuponya moyo wako, aweze kuponya hatima yako. Mpokee Yesu, mpokee Yesu, mwamini. Yeye ndiye aliyekuja kama suluhisho la mwisho. Yesu amekuja kama suluhisho la mwisho kuponya maisha yetu, kutuokoa kwenye utumwa wa dhambi. Ni Yesu. Hakuna mwingine anayeweza kumsaidia mwanadamu, ni Yesu peke yake. Karibu kanisani.